Leo mimi niko na furaha. Karibu mwezi mmoja hivi, miezi mbili, nilikuja hapa na nikatembelea governor na tukakubaliana ya kwamba tutaweka mfano wa SHA ama Taifa Care katika kaunti ya Mombasa, ambao utakuwa kielelezo kwa kaunti zote. Halafu nikarudi hapa tena tukakutana na nyinyi viongozi wenu wa CHPs na tukaafikiana mambo kadhaa, lakini pamoja tutaweza, kwa sababu umoja ni nini na utengano nayo ni nini? Tutaenda pamoja ama tutaenda pamoja katika hii vita? Sisi katika serikali kuu ni wanajeshi wa angani, Air Force. Serikali ya county ni wanajeshi ambao ni wa baharini, our Navy. Lakini front line soldiers wetu ni CHP. Na kwa hivyo nyinyi ndio tumetegemea. Wakati nilikuja hapa nilipata mko na changamoto ya malipo yenu, marupurupu ambayo imekuwa imechelewa, na nikawaahidi viongozi wenu ya kwamba ikifika mwisho wa mwaka hatutakuwa na arrears. Leo hii iko maiko. Leo katika mkutano wetu wa faraga, ile list ya wale ambao CHPs wako na arrears, na sio wote, niko nayo. Nataka kuhakikishia kwamba hata wale 40 na kitu ambao wamebaki kwa malipo ya Disemba, ikifika mwisho wa wiki hii itakuwa pia imelipwa, na nitafuatilia hayo. Na nirudie vile niliambia viongozi wenu, kabla ya mshahara yangu kulipwa, kabla ya governor kulipwa, kabla ya Rais William Ruto kulipwa, mshahara ya CHPs itakuwa inalipwa kwanza. Na kwa sababu unajua mwanajeshi ukimweka kwa njaa, si hata bunduki atauza. Na kwa sababu nyinyi ndio viongozi wetu, wanajeshi wetu, lazima maslahi yenu tuangalie. Ya pili, tuko hapa kwa sababu kadhaa. Ya kwanza ni kuwatuma kazi mpya. Leo tunasema hivi, huu ndio mwaka. Hebu semeni huu ndio mwaka. Semeni huu ndio mwaka. Ule mwaka uliopita ulikuwa wa marubano. Ule mwaka uliopita ulikuwa kunyosheana vidole vya lawama. Mwaka huu hakuna mchezo, na mwaka huu hatutaki marumbano. Mwaka huu tutafanya kazi mpaka shetani afanye nini? Na ndio mimi nikachagua hata hii sikukuu yote ya Christmas nimeshinda hapa. Mwaka mpya, sikukuu ya mwaka mpya, mimi nilikula na wagonjwa pale Coast General Hospital. Nikatembea kitanda kwa kitanda, nikaongea na hao wagonjwa wote, tukatatua mashida mingi pamoja na CSC wetu sopa, na ingine tutaendelea kutatua. Na ni kwa sababu gani? Sio tu kwa sababu Mombasa ni 001. Ni kwa sababu mko na viongozi wakiongozwa na huu governor ambao hawataki ujinga, ambao wako tayari kufanya kazi. Na ndio nikamwambia governor, leo tulete MCAs wote hapa. Tuko na MCAs 25 wako hapa. Tuko na wabunge wetu na wengine wametuma apology zao. Niko na apology ya mzee rafiki yangu Mheshimiwa Omar Munyi kutoka Changamwe. Niko na apology ya Mheshimiwa Moha kutoka Nyali, seneta wetu Miraji, na viongozi wetu tumeshirikiana. Tukasema mambo ya ugonjwa, hakuna serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Hakuna mlengo hii na mlengo ingine. Hii Kenya tutaipeleka mbele kwa kufanya kazi pamoja. Na kwa hivyo hii kaunti ya Mombasa kwa muda wiki 2 zijazo tuko na objectives kadhaa. Ya kwanza, within the next 14 days, kaunti ya Mombasa ndio itakuwa kaunti ya kwanza
ambao hakutakuwa na kikaratasi katika hospitali zote 51 katika kaunti ya Mombasa. Kuanzia kesho, wahudumu, madaktari, clinical officers, nurses wetu 1300 kila mtu analetewa kidude ya kompyuta na wote watakuwa wanawatibu kupitia kwa kompyuta, na hiyo ni kaunti ya kwanza. Ya pili, kaunti ya Mombasa ndio itakuwa kaunti ya kwanza kutuma CHPs wakasaidie wananchi wetu kujisajili, wakawasaidie kuongeza watoto wao, kuongea familia zao, kuwaongeza hapo, na pia wasaidie ile tunaita means testing. Hiyo ndio itakuwa kaunti ya kwanza. Mimi jana nilisikiza rais akiwa huko Elgeyo Marakwet, akasoma taarifa, akatoa msururu wa ile kaunti, akasema Kirinyaga ni number 1, Elgeyo Marakwet sijui number 2, sijui Nyeri ni number 3, Embu ni number 4. Mimi nikasikiza Mombasa 001, nikasikia sikusikia. Lakini nikasema kuchelewa sio nini? Kutangulia sio nini? Mimi niko na matumaini ya kwamba within 2 weeks, kawia lakini fanya nini? Kukifikia wiki 2 zijazo, kama tumeungana hivi, kama Misimboko huko hapa, kama Baritori wako hapa, kama MCS watu wako hapa, kama gavana ASN 001 wako hapa, ni nini itatuzuia kuwa namba 1 katika Jamhuri ya Kenya? Vile tuko hapa CHPs 2500, hiyo ni kazi itawashinda kweli? Na kwa hiyo mimi nataka na nitaenda kumwambia rais, mara nyingine ukitangaza, wewe tupatie tu siku 10, utatangaza Mombasa katika hiyo orodha ya kikatiba, na habari ya Mombasa ni 001, na maneno ya taifa kia Mombasa itakuwa nini? Itakuwa nini? Inawezaje kuwa 001 kuwe 047? Inawezekana kweli? Si 047 tumwachie Sakaja na watu wa Nairobi. Gateway ya East Africa ni wapi? Ni wapi? Mutakubali tukue katika laini ya mbele? Tuweke hospitali zetu na zahanati zetu mbele. Tuache mambo ya manual, tuingie kidijitali, na tusajili kila mtu, tuweke hapo 70% na 80%. Hebu tujipigie makofi jameni. Mwisho, kwa sababu sitaki kuongea sana leo, sio siku yangu, ni siku ya governor. Na siko hapa kwa bahati mbaya, niko hapa kimakusudi. Kila kitu ambao nimeuliza huyu Abdulswamad afanye, amefanya. Kwa hivyo mimi sikuwa na excuse yoyote. Maneno yenu ingine siwacha nimbakishie jameni. Anaweza hawezi? Unajua, acha niwaambie story kidogo. Wakati wa uchaguzi uliopita nilikuwa hapa nikiongoza kampeni ya mpinzani wa Abdulswamad. Na nilijaribu sana mpaka tukafika 44%. Hata mimi sio mchache bado, hata wewe unajua hivyo. Na nilikuwa, unajua, ni rafiki yangu. Siasa ni namna hiyo, nilikuwa nampigia, jamani uko wapi ndio niende pahali, nisiende pahali wewe huko. Mwishowe akanibwaga. Sikujua ni kwa nini, na mpaka leo hajaniambia. Kumbe ni CHPs. Sasa Misi ametoa habari sasa. Na mimi nakatalia hapa sitoki hapa. Kama story iko hapa, unajua mwaka huu hatutaki kusikia mambo ya 2027. Tunataka kusikia ya leo. Because kama 2027 hatutakuwa tumefanya kazi leo, si tunasema huu ndio mwaka. Kazi yetu sisi chini ya Rais William Samoei Ruto, msitusikize tukiwapatia hekaya za Abunwasi. Muangalie kazi yetu. Muangalie kazi ya afya. Nilipokuwa waziri, huyu governor akakuja kwangu, alikuwa anataka kugazeti Special Economic Zone ya Mombasa. Ili nichukua masaa 48. Nikampeleka mpaka State House hapa Mombasa. Rais alimpatia cheti usiku kikuwa na giza baada ya masaa 48. Kwa sababu yeye kama mimi na vile tulikuwa bunge pamoja ni mchapa kazi. Na tukafungua viwanda mingi sana.
Mwezi wa 8 mwaka huu kuna shirika iko hapa inaitwa Taifa Gas hapa Dongo Kundu. Wengine walikuwa wanasema hatuko tayari, tuko hivi. Nikaongea na huyu Mishi, nikamwambia maisha ni namna hiyo, kama hatuko tayari tuende tu tusonge. Tukifanya nini? Tukisonganga. Mwezi wa 8 hiyo shirika inafungua milango kuajiri vijana wa Likoni na vijana wa Jomvu na Chagamwe, vijana 3,000. Mambo ya blue economy, unajua msisi kwetu mambo ya blue economy tunajua tu maji ya kuogelea kwa karai, hiyo ndio tu tunajua. Sasa mambo ya blue economy tukapatia kijana wenu, rafiki yangu mheshimiwa waziri Hassan Ali Joho. Katika hii kaunti ya Mombasa hii tuko na Shimoni, tunajenga port ya uvuvi. Tuko na Liwatoni, tunajenga port ya uvuvi. Na bwana gavana, nikutume kidogo, kuna wajuaji wengine hapo wametupeleka kotini sababu ya Liwatoni. Sasa mimi nataka tuende tuwaombee dua pepo mbaya ya kupinga mradi ambao itasaidia wavuvi wa Mombasa ishindwe. Tumekubaliana hiyo? Vile vile tunajenga landing site hii pwani yote, na hapa Mombasa, hapa Kidongo landing site contractor ako hapa. Zile BMU zetu za wavuvi 15 katika kaunti ya Mombasa zikisimamia wavuvi 1,500, tushawamaliza kuzifanya zikakuwa cooperative. Soko 3 ya samaki ambao tunajenga, moja ni Likoni kwa mheshimiwa Mishi pale, contractor ako chini, ako kwa ground anafanya kazi. Mwaka huu mnataka tufanye makelele ama tuendelee na kazi? Tuchape kazi ama tusichape kazi? Na Mishi, nimefurahi vile umesema ya kwamba legacy ya hii serikali ya William Ruto ni hii maneno ya Taifa Care. Na mimi nafurahia nyinyi hapa kwa sababu hapa nasikia CHP wakiniambia tuangalie maslahi yetu, wavuvi wananiambia tuangalie maslahi yetu, vijana wananiambia wewe tuangalie maslahi yetu. Sikusikia mtu ananiambia ati nisiguse bahari. Na ndio mimi nataka kukalia hapa. Wengine wakikataa, jamani mchukue. Mali iko. Wale watakataa Mishi, weka kwa bega, wacha washike ile wanaguza, waguze mabode, waguze mlima. Wewe ondoka katika hiyo maneno. Tufanye kazi sababu nyinyi mko tayari. Kwa sababu mtu akikataa, hakuna mali ambayo, niwaambie, wacha niwarai jameni, hakuna mali ya Kenya ambayo itakaa bure sababu mtu amekataa kuchukua. Wakikataa kuchukua Kericho, Mombasa wako tayari. Wakikataa kuchukua Nyeri, Mombasa iko tayari. Wengine wakisema guza mlima, wewe wachana na bahari umeipata hapo. Fanya kazi ujisaidie kwa sababu ya maslahi yako. Tumeelewana jameni? Na hii Kenya hatuna wakati wa kubebeleza watu majameni. Wewe unabebeleza wengine na kuna wengine wako na njaa. Nyinyi mmekataa maendeleo. Hera mmekataa. Mambo ya afya mmekataa. Sisi tutanasonga na wale watu ambao wako tayari kusonga. Tunaelewana jameni? Na hakuna ugonjwa inakuuliza wewe ni Mdigo, wewe ni Mgiriama, wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mjaluo. Magonjwa ni ya kila mtu. Sawa sawa? Kwa hivyo jameni, watu wa Mombasa, sababu sitaki kuzidi zaidi hapo. Tukifika pale chini, tujisajili. Mambo ya hospitali zetu utaona within 1 week utashindwa hii ni Mombasa uliojua ama hujui, kwa sababu nyinyi mko tayari kufanya kazi. Lakini pia hii maneno ya SHA hamjui. Hii ni harambee ya kila mtu. Hapo zamani mlikuwa mnatuita harambee ya ugonjwa. Saa hii tunafanya harambee kila mtu. Nataka uulize huyu Mishi ama huyu Balitwari kwa mshahara yake kila mwezi anakatwa shilingi 27,000. Ni kweli si kweli? Hapo bereni alikuwa anakatwa shilingi 1,700. Lakini Balitwari halalamiki. Unajua kwa sababu gani? Amepunguza ile pesa alikuwa anaitwa kwa harambee. Ni kweli ama si kweli bali? It's a saving. Kwa hivyo hii ni harambee ya kila mtu. Hakuna kadi tunaandikiwa. Kadi yetu ambayo tumeandikiwa kila mtu
ni SHA. Na hata nyinyi na ndio mnafanya hiyo means testing. Kila mtu akichanga, achanga 300, achanga 400, achanga 500. Hii pesa ikikuja pamoja, hata hiyo ICU ambao tumesema, na ni kweli saa hii hapa Coast General ICU SHA inalipa 3,900. Last week nilibidi mimi na governor tukatoa hela zetu kumtoa msichana moja Mdigo, nafikiria ni wa Kinamishi, na kumtibu, akasema narudi kwa huko kwa Wadigo, tukamlipia. Kama kila mtu angekuwa anachangia hiyo 400, 500, hata hiyo 3,900 pengine itakuwa 20,000. Jameni, tusiangalia tumeambiwa ulipe 400 ama 500 ama 300. Hiki ni kikapu, zote tunachangia. Rais anachangia, mama mboga anachangia, kila mtu achangie, kwa sababu ikijaa vile mimi siitwi harambee, hata wewe hautaitwa harambee, iwe ya ICU, iwe ya HDU ama maneno mengine. Niko hapa pia na partners wetu ambao wamekuwa wakitusaidia katika hii kazi. Nataka wasimame. I have my friend Richard. You can wave to the people. He is an expert who is coming to help us here in Mombasa. Nimemleta makusudi awasaidie hapa Mombasa kuhakikisha hiyo kazi inaendelea. Tiko na timu na inaitwa Convergence Team, Abdul na timu yake. Yeah. Na watu wa Safaricom pia nafikiria wako hapa Safaricom. Niko na chungu mzima. Lakini pia nimewaletea zawadi nyingine sababu nyinyi ni watu watii. Niko na mkubwa wa shirika ya serikali inaitwa National Registration Bureau. Wapi mtu wa NRB? Ako hapa. Kutoka kesho, kutoka lini? Kwa maombi ya gavana wenu ambao waliniomba last week, hapa Mombasa tunaweka vituo 30. Vituo ngapi? CHPs wetu wakiingia boma kwa boma kusajili watu, hizo vituo, wale ambao hawana vitambulisho, tunaweka vituo katika vitongoji, katika vijiji zenu. Kila mtu ambaye hana kitambulisho apewe kitambulisho. Hapo ni sawa masi sawa? Si kitambulisho ni haki yenu? Hapo ni tika masitik. William Ruto anafanya kazi, hafanyi kazi? Anawajali ama hawajali? Pia unajua sasa wamama mkijifungua, na sasa hamuna sababu ya kutojifungua. Sasa sababu ni gani? Mko na sababu gani ya kutojifungua na SHA kama iko? Si ni wazee tu washindwe na kazi? Mama akijifungua kutoka hospitali kuanzia hapa katika kaunti ya Mombasa, birth certificate inatoka kwa system, anaenda nayo nyumbani hapo hapo. Wacha nirudie kwa sababu bali twali bwana mtongoza mishi haso hakusikia. Wacha nirudie. Nimesema kwa muda wiki mbili tukimaliza kuweka kompyuta kila pahali mahospitali, mama akijifungua katika hospitali ya Mombasa, birth certificate inatoka kwa kompyuta, anaenda nyumbani nayo hapo hapo. Si hapo ni sawa? Sasa mimi nimekusaidia birth certificate, nimekusaidia kitambulisho. Hakuna ile vetting ya zamani, rais wetu ashatoa ile vetting. Kazi yako ni kujisajili kwa SHA, ulipe pesa kidogo ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Yeah. Yeah. Vile kuna wabunge wetu. Huyu Baditwali ako na pesa milioni 9 ambayo atagharimia watu wa Jomvu ambao hawezi kujilipia. Nataka kuambia kwamba Badi Mishi, wabunge wote katika ile system tunaleta wiki hii, iko na ile tunaita sponsorship module ambao utaweza kuchagua watu yako wakifanywa means testing, ile ilikuwa ya NHIF unawalipia.
Gavana, unajua huyu ni gavana mkarimu. Najua hata yeye atafanya jambo. Lakini nataka kuambia tunafanya mikakati hata na wafadhili wengine kuhakikisha kwamba mtu mmoja akilipiwa na mbunge, mwingine akilipiwa na gavana, wafadhili wamepiga foleni wengi. Wakuje pia tusaidiane na wao. Jamani, hii kazi tutaweza ama hatuwezi? Tutaweza ama hatuwezi? Wewe mnajua rais wenu halali kwa sababu ya mpango. Si mimi najua hapo mbele mtamkumbuka. Ni wangapi wanataka nikamsalimie rais? Nyote. Na nimwambia waletee maendeleo. Na niwaambie watu wa Mombasa wako tayari kwa maendeleo. Na niwaambie wengine wakikataa lete hapa Mombasa.